Amen. Kwa hiyo kama jina anaitwa Andrew Edward Kasiga. Na kukaribisha sana ili uweze kujifunza. Tujifunze kwa pamoja, tuzifahamu faida za kufunga na kuomba. Leo hii tutaangalia hilo swala. Lakini nakuomba usubscribe katika channel yangu. Hakikisha una subscribe kwa sababu ili somo ninalofundisha ni refu. Ili usipitwe na vipengele baadhi ambavyo vinafuatia subscribe. Baada ya hapo utapata notification wakati pale nimepost. Sasa kinachotakiwa sasa hivi ni kuwa mtu ambaye ni Mkristo una maarifa. Hicho ambacho kinatakiwa sasa hivi, upate maarifa ya kutosha. Maandiko yanasema hekima ni bora kupita silaha zote za vita. Kama silaha unayoifahamu, basi neno la Mungu imepita silaha zote za vita. Kama unafahamu nuclear, unafahamu SMG, unafahamu labda mabomu, lakini hekima ya kibiblia imepita silaha zote za dunia hii ambazo wewe unazifahamu. Kwa hiyo unapokuwa unafahamu maarifa ya kimbingu, unakuwa una uwezo mkubwa wa kuweza kuvishinda hila za shetani au uwezo wa kushinda vita vya shetani. Ndio maana tunafundishana leo hii ili kila mmoja apokee maarifa, aweze kushinda ulimwengu, aweze kuvishinda ile shetani. Sasa pokea maarifa yangu la si fedha. Hebu tuangalie leo hii kwa nini nasema faida za kufunga na kuomba. Somo langu ni refu lakini nitaenda mpaka pale nitakapoishia. Tukiangalia kabisa kwenye Isaya 62 mstari wa 6. Kama una Biblia hapo ni vizuri kufungua Isaya 62 mstari wa 6. Maandiko yanasema, nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu. Hawatanyamaza mchana wala usiku, ni wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya. Mbona Mungu anasema hivi, bana mimi nitaweka walinzi juu ya kuta zako, lakini hawatanyamaza mchana wala usiku. Unapoanza kuomba unakuwa ni mlinzi. Mlinzi ni mtu ambaye anahakikisha kuna usalama. Mtu anaweza kafuga mbwa kama ni ulinzi. Mtu anaweza kaeka nyaya za umeme, umeona, electric security. Unakuta kuna nyumba imezungushia umeme. Ni ulinzi ule kuhakikisha ndani kuna usalama. Mtu anaweza kaeka Wamasai kama walinzi. Lakini mtu anapoomba unakuwa ni mlinzi wa kiroho. Kumbuka mtu anaweza kaeka ulinzi wa kawaida kama mbwa, kama umeme, lakini baada ukaibiwa kwa sababu ule ni ulinzi wa kimwili. Lakini unapokuwa mwombaji unaweka ulinzi wa kiroho. Kumbuka matukio yoyote unayoyaona kwenye maisha yako, iwe ni kufiwa, iwe ni kuachwa, iwe ni kupata hasara, kupata na kupoteza, kufilisika, matukio unayoyaona, hii ni kutokana rohoni umekosa ulinzi. Kwa unapoanza kumwomba Mungu unahakikisha sasa kuna usalama katika maisha yako. Mimi namuona Mungu akianza kulinda maisha yako ukiwa utaanza kuomba katika jina la Yesu. Sasa mlinzi ni yule ambaye anahakikisha kuna usalama. Ndio maana tumefundisha na leo hii faida za kufunga na kuomba ili tuhakikishe kuna usalama katika maisha yetu. Tunaanza kuteka mambo katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Tunaanza kuweka ulinzi katika ulimwengu wa roho. Ndio maana akasema tena mstari wa 7, akasema wala msimwache akae kimya mpaka atakapofanya imara Yerusalemu na kufanya kuwa sifa duniani. Anasema wala msimwache akae kimya. Yaani huyo mlinzi msimwache akae kimya mpaka atakapofanya imara Yerusalemu na kufanya kuwa sifa duniani. Hakikisha usikae kimya mpaka kile ambacho unakiomba umekipata. Anasema msimwache akae kimya. Ukiona upo katika kifungo au katika matatizo, usikae kimya. Wewe ni mlinzi wa familia. Unapoona familia yako haijakaa vizuri, unapoona kazi haijakaa vizuri, wewe kumbuka ndiye mlinzi. Mungu amekuweka hapo kama ni mlinzi. Ukikaa kimya wote mtasombwa na maji. Ukikaa kimya wote mtagarikishwa. Maandiko yanasema kila mtu anaombe wakati unapopatikana.
hakika maji yafurikayo hayatamfikia yeye. Sasa mlinzi kama amelala rohoni, maji yafurikapo yatakusomba wewe na familia na watoto, mwisho siku mtaishia kuangamizwa. Ndio maana sasa ni muhimu sana kufahamu ili kwamba uwe ni mlinzi wa familia, uamke na ukaanze kumwomba Mungu, maana wewe ni mlinzi. Tupige tu nyingine kidogo. Ukisoma Ezekieli 22 mstari wa 30, maandiko yanasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimamisha mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Maandiko yanasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Mwana Mungu hapa anatafuta mtu ambaye atakitengeneza boma. Mwana mtu ambaye anayesimama mbele zake, asimame mahali palipobomoka. Mungu anatafuta mtu ambaye anaweza akasimama mahali palipobomoka. Mwana katika nchi kuna mahali ambapo hapajakaa sawa. Katika nchi Tanzania kuna matukio ambayo si mazuri, unaweza kuyaona katika TV, iwe ni kutekwa. Ona, hiyo matukio ya ajabu ni matukio ambayo sio mazuri. Mungu anatafuta mtu anakayeweza kusimama sasa mahali pale kuhakikisha kuna usalama katika nchi. Lakini maandiko yanasema mimi sikuona mtu. Hasa mimi nakuagiza kuanzia leo hii ukawe ndi wewe, usimame mahali palipobomoka katika jina la Yesu. Mungu akiona katika nchi yako aone wewe, usimame katika familia yako, ili Mungu akiona familia yako akuone wewe. Usimame kwenye kazi yako, ili Mungu akiangalia kwenye kazi yako akuone wewe. Kwa hiyo ni muhimu sana kujifunza kusimama mahali palipobomoka. Mahali palipobomoka ni mahali ambapo kuna matatizo. Sasa unaposimama pale unaanza kutengeneza pale, kuhakikisha kuna usalama, watu wanaishi salama na kwa amani. Kwa hiyo ni kazi ya walinzi. Walinzi ni wale waombaji. Sasa kama ni hivyo, ngoja nikupeleke hatua nyingine tena. Sasa ukisoma hapo kwenye Isaya 58 mstari wa 6, ndio unaanza kufahamu sasa faida za kufunga na kuomba. Sasa faida za kufunga na kuomba utazifahamu kwenye Isaya 58 mstari wa 6. Isaya 58 mstari wa 6. Je, saumu niliyochagua si ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kulegeza kamba za nila, kuacha huru walioonewa, na kwamba tuvunje kila nila. Kuna kama kuna swali hapa anauliza. Anasema, je, saumu niliyochagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kulegeza kamba za nila, kuacha huru walioonewa, na kwamba tuvunje kila nila. Sasa ukisoma hapa unaweza kufahamu faida 3 za kufunga na kuomba. Faida ya kwanza amesema kufungua vifungo vya uovu. Ona, kufungua vifungo vya uovu ni faida ya kwanza. Anasema kulegeza kamba za nila, faida ya pili, na kuacha huru walioonewa, faida ya 3. Kwa hiyo sasa hizi ni faida 3 za kufunga na kuomba. Mtu unapoanza kufunga na kuomba, cha kwanza unaanza kufungua vifungo vya uovu, cha pili unaondoa kamba za nila, na cha 3 unakuwa mbali na kuonewa. Ukawe mbali na kuonewa katika jina la Yesu. Lakini lazima utambue kwamba shetani anafunga. Kabla sijaelezea nila ni nini, vifungo vya uovu ni nini, lakini lazima utambue kwamba shetani anafunga. Shetani ni kama bwana jela, asiyeweza kuacha wafungwa waende kwao. Kimsingi shetani anafunga. Kwa mfano, unaweza kuona hapa, unajua vifungo ni nini sasa? Kabla sijaelezea, ngoja nielezee vifungo kwanza. Vifungo ni nini sasa? Vifungo ni ile hali ya mtu kuwa kifungoni, amekuwa amekosa huru. Kifungo ni hali ya mtu kuwa hali ya utumwa. Mtu amekuwa katika hali ya utumwa,
hana uwezo wa kujiamulia yeye mwenyewe. Yeye ni mtumwa, amewekwa katika kifungo cha namna fulani cha utumwa. Umeona, kutokana ni mtumwa wa dhambi. Umeona, anaweza kawa ni mtumwa wa ugonjwa fulani, ni mtumwa wa ulevi, amekuwa ni mtumwa, hana uhuru yeye mwenyewe, anatumikishwa pasipo kupenda yeye mwenyewe. Umeona, kuna baadhi ya tabia mtu hawezi kuziacha, lakini amewekwa, amegandamizwa katika ulimwengu wa roho. Sasa mtu huyo tunasema yupo kifungoni. Katika familia yake hana amani, labda katika mahusiano yake kuna matatizo, labda katika kazi yake kuna matatizo, labda kila mahali ni tatizo. Basi mtu huyo amekaa kifungoni. Mimi nafundisha ikusudi akili yako ifunguliwe sasa. Upate haya maarifa, ufahamu kwamba hichi ni kifungo, mimi sikitaki, nakiomba leo, naomba leo hii kiondoke kwa maisha yangu, na kifungo kinaondoka. Sasa kifungo ni elimu kukaa katika hali ya utumwa. Yeye mwenyewe hana uhuru, amegandamizwa rohoni. Sasa mtu huyu tunasema ameingia kifungoni. Sasa ukisoma Isaya 28 mstari wa 22. Isaya 28 mstari wa 22. Anasema basi sasa msiwe watu wenye kudhalau vifungo vyenu visije vikakazwa. Maandiko yanasema basi sasa msiwe watu wenye kudhalau vifungo vyenu msije vikakazwa. Kumbe mtu anaweza akadhalau. Mimi nakuombea wewe usiwe miongoni mwao, usidhalau kifungo. Kifungo kina tabia ya kukazwa. Kama kinakazwa basi kinaweza kikalegezwa ikiwa mtu adhalau. Kwa hiyo unapoona kuna hali ambayo sio nzuri inaendelea kwenye maisha ya mtu, hakikisha sasa udhalau kifungo. Unaanza kuchukua baadhi ya hatua sasa kuhakikisha hapa ninatoka kwenye kifungo hichi. Na njia moja hapo ya kutoka kifungoni ni pale mtu atapoanza kufunga na kuomba. Maandiko yanasema unawaacha huru walioonewa. Unaona, unafungua vifungo vya uovu, alafu unalegeza kamba za nila. Kwa hiyo sasa usiwe mtu mwenye kudhalau kifungo. Vifungo vyenu visije vikakazwa. Mimi nakuombea akili yako iamke leo hii, usianze kudhalau kifungo chochote. Usidhalau matatizo yoyote. Huyu ni shetani ameingia kwenye maisha yako. Ndio maana sasa ukisoma tena Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 19. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 19. Maandiko yanasema ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Anasema ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Tunaona hapa Yesu alipokuwa duniani akahubiri Injili, baadaye hapo akafa zile siku 3. Baada ya siku 3 kufariki, zile siku 3 ameenda kuwaendea watu walio kifungoni. Unaona, akuacha hivi akawafuata. Kwamba kuna watu wapo kifungoni, Yesu akaenda akawaondoa, baada ya hapo akawa huru. Mimi nataka nifahamu kwamba wapo watu ambao wapo kifungoni. Kwa hiyo usidhalau kifungo visije vikakazwa. Hakikisha unaomba unatoka hapo katika jina la Yesu. Ukisoma tena kwenye Mathayo sura ya 2 mstari wa 9. No, ni Timotheo wa 2 sura ya 2 mstari wa 9. Timotheo wa 2 sura ya 2 mstari wa 9. Maandiko yanasema nami katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya, lakini neno la Mungu alifungwi. Huyu ni Petro huyo. No, huyu ni Paulo huyo anaongea. Paulo anasema nami katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya. Kumbe kifungo kimwangalie mtu. Huyu ni Paulo anasema jamani, mimi nimeteswa hata kufungwa. Mbona kuna mtu anaweza akateswa baadaye akafungwa? Anaweza kuwa ni mtumishi, anaweza kuwa ni mchungaji, anaweza kuwa ni nabii. Mtu anafanyaje? Anateswa hata anafungwa. Mimi ndio nimehubiri mambo haya ili kusudi wa kufunguliwa afunguliwe, wa kuponywa aponywe.
ili kusudi mtu awe huru katika jina la Yesu. Kama nilivyokwisha kusema mwanzo hapo juu, faida za kufunga na kuomba, nikasema kuacha huru walioonewa. Na huyu mtumishi wa Mungu Paulo anasema, nami katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya. Amefungwa kama mtenda mabaya, lakini sio manake mtu ameonewa. Mimi naona kuna watu wengi wameonewa. Tatizo tu hawajaanza kufunga. Ameonewa. Paulo amesema nimefungwa kama mtenda mabaya, lakini neno la Mungu alifungwi. Nimefungwa lakini neno la Mungu bado linaendelea mbele. Watu wanazidi kumhubiri Mungu. Lakini mimi nimefungwa kama mtenda mabaya, lakini nimeonewa. Na moja ya faida za kufunga na kuomba ni kuacha huru walioonewa. Mimi nasema hivi, kama ikiwa ni shetani amekuonewa mahali popote, na giza leo ikawe huru katika jina la Yesu. Inamuru leo ukawe mbali na kuonewa katika maisha yako katika jina la Yesu. Paulo anasema nimefungwa hata kuonewa. Nimefungwa kama mtenda mabaya. Kwa hiyo kuna watu wengi wameonewa kikazi, kiuchumi, kibiashara, lakini hawajachukua tu mpaka leo. Wamezalao vifungo. Nasema leo hii uamke katika jina la Yesu. Sasa ukisoma tena Filimoni sura ya 1 mstari wa 10. Filimoni sura ya 1 mstari wa 10. Filimoni inasema, nakusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa katika vifungo vyangu, yaani Onesimo. Huyu ni Paulo anaongea. Anasema nakusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa kifungoni. Niliyemzaa katika kifungo, katika vifungo vyangu. Yaani huyu ni Paulo anaongea tena, mimi kuna mtoto nilimzaa japokuwa nimefungwa lakini nimezaa. Yaani Onesimo. Tunaona hapa kumbe mtu anaweza kafungwa tumbo lakini Mungu akamsaidia akazaa. Mtu anaweza kafunga, shetani anafunga mahali lakini Mungu anakusaidia unazaa. Ndio wewe katika jina la Yesu. Kama kuna mahali shetani amekufunga, utazaa hivyo hivyo. Umefunga usizae, minamule utazaa kwa jina la Yesu. Tunajifunza tena, Paulo anaongea, nimefungwa, mtoto huyu nimemzaa katika vifungo vyangu, katika shida nikamzaa Onesimo. Ukisoma tena Zaburi 142 mstari wa 7. Zaburi 142 mstari wa 7 anasema, uitoe nafsi yangu kifungoni, nipate kulishukuru jina lako. Wenye haki watanizunguka, kwa kuwa wewe unanikirimu. Uitoe nafsi yangu kifungoni, nipate kulishukuru jina lako. Wenye haki watanizunguka, kwa kuwa wewe unanikirimu. Huyu ni Daudi. Inasema Bwana, nafsi yangu itoe kifungoni. Tunaona hapa shetani anaweza kaifunga nafsi ya mtu ikakaa kifungoni. Bwana, uitoe nafsi yangu kifungoni. Mwana kumbe nafsi ya mtu inaweza kafanya ikakaa kifungoni. Nafsi ya mtu sasa, unajua mtu sio nafsi, mtu ni roho. Nafsi ni kipengele ambacho kina akili, kina utashi na kujitambua. Mtu anapofungwa nafsi, maana yake akili imefungwa, kule kutaka kufanya jambo kumefungwa, nia yake imefungwa. Ndani ya nafsi kuna nia, kuna utashi, kuna akili. Kwa hiyo nafsi ya mtu ikifungwa, ina maana kwamba mtu hawezi kufanya maamuzi. Akili yake imefanyaje? Imefungwa. Ile hamu ya kutaka au shauku ya kutaka kufanya jambo imefungwa. Kwa hiyo nafsi yake inakuwa imefungwa namna hiyo, hawezi kufanya chochote, hajitambui chochote. Hiyo maana sasa ukianza kufunga na kuomba, nafsi ya mtu inaanza kuwa huru sasa. Akili yake inakuwa huru, maana ndani ya nafsi kuna akili, utashi wake unakuwa huru. Ile nia ya kutaka kufanya jambo inakuwa huru. Kwa nini? Nafsi ya mtu inakuwa imewekwa huru. Sio, unanielewa hapo? Sasa ukisoma tena Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 10. Ufunuo wa Yohana anasema, usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatoa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10.
uwe mkamilifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Anasema usiogope mambo atakayokupata. Sasa huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani. Tunaona hapa kwamba shetani anaweza akamkamata mtu akamtia gerezani. Umeona? Ipo gereza, ameingia gerezani. Kwa mfano unamkumbuka Petro aliwahi kuingia gerezani. Paulo na Sila waliingia gerezani. Mtu anaweza kafungwa kaingia gerezani, hawezi kutoka. Lakini unapoanza kufunga na kuomba, mtu atoka gerezani. Maandiko yanasema watu hawa ni watu walibiwa na kutekwa. Wote wamenasa kwenye mashimo, wamekuwa mawindo, wala hapana okoaye, wala hapana asimerudisha. Watu hawa ni watu walibiwa na kutekwa, wamenasa kwenye mashimo, wamefichwa kwenye magereza, wamekuwa ni mawindo, hapana okoaye, wala hapana asimerudisha. Unakuta mtu amenasa kwenye gereza. Rohoni kuna magereza ya kiroho. Mtu amefichwa humo, kutoka hawezi. Ndio maana tunafundisha mambo haya leo, ili kusudi aliye gerezani atoke gerezani, aliye kifungoni atoke kifungoni, aliyekuwa mahali popote atoke leo hii, au ni shimoni au mahali popote. Kwa mfano, ukapiga hatua ya pili, Wafalme wa Pili mstari wa 25. Sura 25 mstari wa 7. Wafalme wa Pili sura 25 mstari wa 7. Akasema akawaua wana wa Sedekia. Wafalme wa Pili sura 25 mstari wa 7. Akawaua wana wa Sedekia mbele ya macho yake, akampofusha macho Sedekia, wakamfunga kwa pingu, wakamchukua mpaka Babeli. Tunaona hapa mtu anaweza akafungwa pingu tena. Ona, mtu anaweza kafanyaje? Akawaua wana wa Sedekia mbele ya macho yake. Kumbuka hii ndio kazi ya shetani. Shetani anafanya kazi ya kuua, akawaua wazi ya watu. Ndio maana mwivi haji ila aibe, kuchinja, kuua na kuharibu. Sasa akawaua wana wa Sedekia mbele ya macho yake, akampofusha macho Sedekia, akamfunga kwa pingu, akamchukua mpaka Babeli. Huyu ni shetani. Sasa huyu kazi yake ni kuwafunga watu kwa pingu, kazi yake ni kuua, kazi yake ni kupofusha macho, hataki uone. Lazima tukatae vifungo vya namna hii, kwamba mimi macho yangu yasifungwe kwa jina la Yesu. Kama nimefungwa pingu rohoni, hakikisha pingu zinaniachia. Hizi ndio silaha za shetani. Mtu anaweza kumfunga katika ulimwengu wa roho, anamfunga kwa pingu, afu hapo anamtia kwenye gereza. Baada ya hapo anaenda kumuua kabisa. Ni maana ukipiga hatua ya pili, Mambo ya Nyakati wa Pili 18:25. Mambo ya Nyakati wa Pili 18:25. Anasema mfalme wa Israeli akasema, mchukueni Mikaya, mkamrudishie kwa Amoni mkuu wa mji, na kwa Yoashi mwana wa mfalme, mkaseme mfalme aseme hivi, mtieni huyu gerezani, mkamishe chakula cha shida na maji ya shida, hata nitakaporudi kwa amani. Anasema mfalme wa Israeli akasema, mchukueni Mikaya, mkamrudishe kwa Amoni mkuu wa mji, na kwa Yoashi mwana wa mfalme. Mstari wa 26 akasema, mkaseme mfalme aseme hivi, mtieni huyu gerezani, mkamishe chakula cha shida na maji ya shida, hata atakaporudi kwa amani. Upe mtu anaweza akafanyaje? Akatiwa gerezani. Baada ya hapo anaanza kula kwa shida. Tumeona hapa mtu akiwa gerezani hawezi kula kwa shida. Hata maji yake yenyewe hawezi kupata maji mazuri, maji ya shida. Mtu akiwa gerezani hata nguo zenyewe anazipata kwa shida. Mtu akiwa gerezani hata fedha kuzipata anazipata kwa shida. Mtu akiwa gerezani hata kazi yenyewe ataipata kwa shida. Kila kitu kwake kinakuwa ni shida. Kwa nini? Mtu huyo yupo gerezani. Lazima utambue kwamba ukiona kuna mambo ambayo unapata kwa shida sana,
mtu ambaye unapambana, astro mno, basi hii ni dalili ya kwamba mtu huyo ipo kifungoni. Kwa hiyo lazima mtu uanze kuchukua hatua sasa, uanze kufunga na kuomba. Ndio maana nilipokwisha kusema pale, mtu anayefunga na kuomba, jambo la kwanza anafungwa vifungo vya uovu. Baada ya hapo analegeza kamba za nila. Baada ya hapo anakuwa huru, anakuwa mbali na kuonewa. Kwa hiyo kuna watu ambao wameonewa na ibilisi, wamefungwa mahali, hiyo maana sasa mpaka leo hii umekuwa ni ngumu kutoka. Kwa sababu gani? Hawajaanza kufunga na kuomba. Ndio wewe leo hii, chukua tu leo hii. Yamkini kuna mahali shetani amekuonea, lakini wewe hujui. Unaona ni jambo la kawaida, lakini sio jambo la kawaida. Mtu anakuambia ni matatizo ya kidunia bwana. Hii ni kawaida. Wanaume ni kupambana. Ni kweli, lakini rohoni mtu ameweka gerezani, ameonewa, lakini yeye hana habari. Hebu naomba mambo ya leo hii kusudi leo hii mtu mmoja amke hapa. Mimi naamini hapa Mungu anasema na mtu hapa, nataka niamshe roho ya mtu. Aende akaombe naye akaembali na kuonewa katika jina la Yesu. Sasa hapo juu tuko tunaona kwamba shetani anafunga. Sasa hebu nikielezee kifungo kimoja. Kama nilipokwisha kusema pale, faida funga na kuomba ya kwanza inamwacha huru aliyoonewa, nafunga vifungo vya uovu, pia unalegeza kamba za nila. Hebu nielezee kifungo kimoja kwamba kuacha huru aliyoonewa. Unaona, nielezee leo kuacha huru aliyoonewa. Kwa mfano Mathayo 9:32. Tutaangalia kuacha huru aliyoonewa. Mathayo 9:32. Hata hao walipokuwa wakitoka, tazama wakamleta mtu bubu mwenye pepo. Hata hao walipokuwa wakitoka, tazama walimleta mtu bubu mwenye pepo. Na pepo alipotolewa, yule bubu alinena. Mkutano kastaajabu, akasema haijai kuonekana hivi katika Israeli wakati wowote. Kumbuka, asilimia kubwa ya matatizo ya mtu ni mapepo. Watu wengi wameonewa na mapepo. Kama vile Paulo anasema, nami nimefungwa kama mtu mtenda mabaya. Anasema nami katika hayo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya. Mtu anayefungwa kama mtenda mabaya, lakini yeye si mtenda mabaya, maana mtu huyu ameonewa. Na hapa huyu mtu amefungwa ni bubu. Kimsingi pepo ameingia ndani ya mtu, amemwekea bubu, lakini yeye sio bubu. Mtu huyu ameonewa. Sasa mtu aliyeonewa, au ndio watu bidi waombewe sasa, hawezi kutoka kifungoni. Kumbuka shetani kazi yake ni kuonea. Na moja faida kufunga na kuomba ni kuacha huru walioonewa. Na huyu mtu amekuwa ni bubu, kumbe ndani yake kuna pepo, amemwekea bubu. Unaweza kuona mtu aoni, kumbe ni pepo amepofusha macho asione. Unaweza kuona mtu asikii, kumbe ndani kuna pepo, amekuwa ni nani? Pepo la kiziwi asisikie. Unaweza kuona mtu azai, kumbe tumboni kuna pepo limekaa chini, imezuia mtu asiweze kuzaa. Mimi nasema leo hii tunamsemesha aliyekufunga. Mimi nataka leo hii tutamsemesha yule mtu aliyekufunga, tunyofoe mapepo ambayo yameingia ndani yako. Tumrudishie yule aliyekutumia katika jina la Yesu. Hebu nisikilize kwa makini. Maandiko yanasema usidharau vifungo. Nasema ukimdharau aliyekufunga tumbo, itakugharimu wewe mwenyewe. Ukimdharau aliyekufunga macho, itakugharimu wewe mwenyewe. Kwa hiyo lazima uamke sasa. Lazima uamke, unyofue vile vifungo. Kama pepo amekaa tumboni, au amekaa kwenye masikio, au amekaa kwenye kichwa, amekaa kwenye ndoa, unanyofoa yule pepo. Baada ya hapo unamrudisha kwa yule aliyekutumia. Unamrudishia vifungo vyake. Alafu tutaona watu watakuheshimu katika jina la Yesu. Sasa tunamwona mtu huyu
Akasema hata walipokuwa wakitoka, tazama akamleta mtu bubu mwenye pepo. Umeona, kwa mtu ni bubu lakini ana pepo. Lakini pepo alipotolewa, bubu alinena. Mimi nakwambia wapo watu hapa, pepo akitolewa utaweza ukazaa. Pepo akitolewa utaongea. Pepo akitolewa miguu ya kutetembea. Pepo akitolewa mahusiano yako yatakuwa ni mazuri. Pepo akitolewa ndoa itakuwa vizuri. Kuna mapepo mashetani yamekaa. Kazi yake ni kuzuia baraka za watu. Kazi yake ni kuzuia furaha ya mtu. Sasa lazima uamke, ufahamu kwamba huyu ni pepo ameingia, amenionea. Lazima ufahamu mambo hayo. Ndio maana sasa nasema usidharau vifungo. Hakikisha unaamka na kumkemea yule pepo. Maandiko yanasema twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzishinda hila za shetani. Kwa hiyo zipo silaha za Mungu, ukizitoa baada ya hapo unaanza kuyatoa mapepo ili kukaa kwenye maisha ya mtu. Baada ya hapo unakuwa mbali na kuonewa. Mimi nakuona leo hii utakuwa mbali na kuonewa kwa jina la Yesu. Mimi nasema leo hii kila mtu aliyekuishia mapepo, mimi nasema yamrudie yeye kwa jina la Yesu. Nasema mtu yeyote aliyefunga kazi, amefunga tumbo, amefunga akili, mimi nasema ninanyofoa ya mapepo. Yamrudie yule aliyekutumia kwa jina la Yesu. Ikiwa ni mtu, ikiwa ni kaka, ikiwa ni baba mdogo amekuishia mapepo, inasema lewi ayo ninayachomoa, yamrudie yeye kwa jina la Yesu. Sasa mapepo yakitoka, bubu akanena. Na mimi nasema lewi ambe ni bubu utanena, ambe azai utazaa, aolewi utaolewa, ambe ana watoto utapata watoto. Mimi nasema kile jambo ambalo Mungu amelipanga lazima litimie kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Kwa mfano wa pili, utaweza kuona mfano wa pili. Akasema hata Marko sura ya kwanza mstari wa 32. Marko sura ya kwanza 32. Hata kulipokuwa jioni, jua limekwisha kuchwa. Marko sura ya kwanza mstari wa 32. Hata ilipokuwa jioni na jua limekwisha kuchwa, walikuwa wakimleta wote waliokuwa hawawezi na wenye pepo. Tunaona asilimia kubwa ya matatizo ya mtu ni mapepo. Akasema hata ilipokuwa ni jioni, jua limekwisha kuchwa, walikuwa wakimletea wote waliokuwa hawawezi na wenye pepo. Ona, kuna watu ambao hawawezi lakini na wenye mapepo. Akasema mstari 3, na miji wote waliokuwa wakakusanyika mlangoni, akawaponya wengi waliokuwa wana maradhi mbalimbali, akawatoa pepo wengi, wala kumwacha pepo wa kunena, kwa sababu walimjua. Tunaona hapa watu wengi wamefungwa katika mapepo, lakini mapepo ilipotolewa wale watoka ni wazima. Lazima ufahamu kwamba matatizo ya mtu 98% ya mapepo. Ukiona uchumba unasumbua, rohoni kuna mapepo yamekaa. Ukiona unapata na kupoteza, rohoni kuna mapepo yamekaa. Lazima ufahamu mambo hayo. Baada ya kuchapa mambo hayo, sasa usidharau vifungo. Hakikisha unakula naye sahani moja, anakuachia, na leo hii unakuwa mbali na kuonewa. Na mimi nakutamkia leo hii ukawe mbali na kuonewa. Mtu aliyekufunga, mimi nasema leo hii vifungo vitamrudia yeye kwa leo katika jina la Yesu. Aliyekufunga tumbo, nasema leo hii vifungo lazima bimrudie yeye. Haiwezekani mtu akae vifungoni, haiwezekani. Wewe unataabika, kumbe amekufunga. Kama ni baba mdogo ama ni mama mkubwa au ni mtu yoyote, inasema leo vifungo na bichomoa vikamrudie yule naye aanze kuteseka kwa jina la Yesu. Sasa ukapiga tena hatua nyingine. Luka 13 mstari wa 11. Luka 13:11 anasema, natazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa ana pepo wa udhaifu muda wa miaka 14, naye amepinda, hawezi kunyosha kabisa. Yesu alipomwona akamwita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu.
Na kulikuwa kuna mwanamke hapa alikuwa na pepo dhaifu kwa muda wa miaka 18, naye amepinda, hawezi kunyosha kabisa. Kuna mtu mwingine utamkono umepinda, mtu mwingine kichwa kimepinda, mtu mwingine unakuta miguu imepinda. Kumbe rohoni kuna mapepo yameingia yakapindisha viungo. Shanga mwana mkono wake umepinda, mwana miguu yake imepinda, mwana macho yake yamepinda, mwana shingo kama imepinda, mgongo kama umepinda. Kumbe rohoni kuna mapepo yameingia yamepindisha mambo. Ndio maana leo tunafundisha faida za kufunga na kuomba ili kusudi kuacha huru walioonewa. Mimi nataka nitamkie kwa mtu mmoja alieonewa. Yamkini yupo mtu hapa ananisikiliza ameonewa. Natamkia leo hii akae mbali na kuonewa katika jina la Yesu. Lazima tuhakikishe mikono inanyoka, viungo vinanyoka. Kama pepo amekaa kwenye utumbo, aondoke kwenye utumbo. Amekaa kwenye moyo, achie moyo. Amekaa kwenye moyo, achie moyo. Amekaa kwenye macho, achie macho. Amekaa kwenye vidole, aviachie vidole. Ili kusudi watu kae mbali na kuonewa. Hizi ndio faida sasa za kufunga na kuomba. Ya kwanza ni nini? Ni kuwa mbali na kuonewa. Lazima leo hii kubali kuwa mbali na kuonewa. Ukatae kukaa kifungoni. Ona, usidharau vifungo. Usema mimi ni hapana. Mimi si wa kufungwa. Lazima uanze kukataa mwenyewe. Kadri unavyozidi kukiri, ndivyo ushindi wako unaanza kuonekana sasa. Leo hii anza kukiri katika jina la Yesu. Inasema leo hii lazima uwe kwa mbali na kuonewa. Sasa Yesu alipomwona akamwita, akamwambia, mama, ufungulie udhaifu wako. Mfungulie katika udhaifu wako. Akamweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Ona, kumbe mtu kimwombea mtu hata kama amepinda mikono, amepinda miguu, anaanza kumtukuza Mungu. Umtukuze Mungu katika jina la Yesu. Mfano mwingine, Luka 8 mstari wa 26. Wakafika pwani nchi ya Walegalasi iliyoelekea Galilaya. Naye aliposhuka pwani, alikutana na mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo, akuvaa nguo siku nyingi, ukaa nyumbani ila makaburini. Tunaona hapa kuna mtu hapa alikuwa pwani, mtu mmoja mji ule alikuwa na mapepo, akuvaa nguo siku nyingi. Hii ni dalili moja za mtu mwenye mapepo. Ukimwona mtu avai nguo, anatembea uchi kama ni chizi, ana mapepo. Anasema kuvaa nguo siku nyingi, hakukaa nyumbani. Mtu akae nyumbani, anakaa makaburini. Kwa kuna watu wanaopenda kukaa makaburini, basi ni dalili moja za mtu ana mapepo. Alipomwona Yesu akapiga kelele, akaanguka mbele yake, akasema kwa sauti kuu, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu, na kusihi usinitese? Kwa kuwa amewamuru yule pepo mchafu wamtoke yule, maana amepagawa naye mara nyingi, hata alilindwa kifungoni na kufungwa minyololo na pingu. Akavikata vile vifungo, akakimbizwa jangwani kwa nguvu za yule pepo. Tarudia tena. Kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu amtoke mtu yule, maana amepagawa naye mara nyingi, hata alilindwa kifungoni. Ona, mtu ambaye amefungwa, jambo la kwanza analindwa kifungoni. Jambo nyingine, amefungwa minyololo na pingu. Ona, hizo silaha za shetani, kwamba mtu anaweza akafungwa minyololo, amefungwa minyololo, au mtu anaweza akafungwa pingu. Hivi ndio vifungo vya shetani: minyololo, pingu au nila. Kwa hiyo ukishafahamu kwamba rohoni kuna minyololo, ndio na kusema sasa, minyololo iliyonifunga iniache, pingu zilizonifunga zikatike, nila zilizofungwa zikatike, zivunjike. Unapoanza kutamka hivyo, basi unashangaa minyololo inaanza kukuachia. Ndio maana sasa huyu mtu alikuwa ni jangwani, ana minyololo na pingu, akavikata vile vifungo, akakimbizwa jangwani kwa nguvu za ule pepo. Yesu akamuuliza, jina lako nani? Akasema, jina langu ni Jeshi, kwa sababu
pepo wengi walimwingia. Mstari 31, wakamsii asiwamuru watoke kwa Shimoni. Wakamsii asiwamuru watoke kwenda Shimoni. Yaani mapepo wakamsii, msitupeleke Shimoni. Basi hapo palikuwa na kundi la nguruwe wengi, wakalisha mlimani. Wakamsii awape ruhusa waingie wale, akawapa ruhusa. Pepo wakamtoka mtu yule, akawaingia nguruwe, na kundi likateremka gengeni kwa kasi, wakaingia ziwani, wakafa maji. Pepo wakamtoka mtu yule, wakaingia nguruwe, nalo kundi lilitemka gengeni kwa kasi, wakaingia ziwani, wakafa maji. Tunaona hapa ni mapepo. Sasa mtu huyu alikuwa na mapepo, lakini anakaa makaburini, amelindwa kwenye kifungo. Ona, mapepo kazi yake ni kumlinda mtu asitoke kifungoni. Yaani kwa miaka yote ukae kifungoni. Kama kifungo chako ni cha tumbo, ukae pale pale kifungoni. Kama kifungo chako ni cha mahusiano, pale pale kifungoni. Kifungo chake labda kupata kazi, kifungo chake ni hicho hicho, kae pale kifungoni. Anamlinda mtu asitoke. Hii ndio desturi ya mapepo. Lazima uamke hayo. Lazima ufahamu kwamba mimi ninalindwa. Mbona miaka mingi sijatoka? Huu ni mwaka wangapi sijatoka? Tengine pengine ni tatizo mpaka leo sijatoka. Bani mpaka leo bado. Ina maana kwamba bado ninalindwa kifungoni. Lazima ufahamu hapo kama hayo. Ukishafahamu, anza kuchukia kifungo. Ili uweze kutoka kifungoni, hatua ya kwanza lazima uchukie kifungo. Bwana, mimi nachukia kukaa kifungoni. Sitaki. Kama hujaamua ni ngumu kutoka, lakini kama leo ukiamua nataka kutoka kifungoni, leo mimi sikubali. Lazima leo alinifunga tumbo leo anyache. Ukinapoanza kuamua hivyo, inakuwa ni hatua ya kwanza kutoka kifungoni. Mimi nakuona watoka kifungoni katika jina la Yesu. Ewi nimekufundisha faida za kufunga na kuomba, nikaelezea kuacha ulionea. Hii nimeongelea faida ya kwanza kabisa. Lakini kwa wakati ujao nitakuja kuelezea nila ni nini. Sio, unanielewa? Lengo langu ni watu kutoka kifungoni sasa. Na mimi nakuona ukitoka katika jina la Yesu. Na Mungu akubariki sana siku leo hii. Usiache kusubscribe. Usiache kufuatilia kipindi kijacho, maana tutaomba kwa pamoja kuhakikisha watu wanatoka kifungoni katika jina la Yesu. Amen.